Hivi kaka, hayo mambo unayofanya utaacha lini? Sikiza nikwambie dada. Haya mambo unayofanya na nitafanya, sitoacha kufanya. Kaka, lakini wazazi wamefariki. Na wewe pia unatafuta kufa ili niache peke yangu? We! Sikiza nikwambie. Wao wafariki wametangulia na mimi nitangulia. Sikiliza nikwambie dada. Mimi natetea haki yako. Wao si ndio wameanza? Mimi nitamaliza. Nakwambia mimi nitamaliza. Cha naomba uniache. Action! Baba wewe! Baba! Niache! Niache! Wewe niache sitaki. Vipi? Wewe huo mdomo wako ndio kata sasa hivi.
Lakini wewe ni kakaangu, lazima nikwambie. Sema cha kuniambia. Sema. Hayo mambo yako unayoyafanya mimi siyapendi. Kwani si uachane nao tu? Sikiliza nikwambie tena. Tena na tena. Mambo ya kwangu mimi usipaswe uingilie. Wewe ni mtoto wa kike tu. Nitakatakata vidole vyako hivi. Nitakatakata vidole vyako hivi. Umeelewa? Umenisikia? We kakaangu, lazima nikwambie. Mambo unayoyafanya sio mazuri, atakutia hatiani lakini. Kwa maisha gani uliokuwa nayo? Nimekwambia usijaribu na usisubutu kunifuatilia mimi. Naomba ukae kimya hivyo hivyo. Sawa? Toka kwanza. Toka kwanza. Mwando. We Mwando. Njoo. We njoo, nisikilize mimi njoo. Mwando. Njoo nikwambie. Unaenda wapi kwa sija kaukuta huko? Poa mimi nashuka lakini wewe njoo hapa kwanza. Sasa rafiki yangu huko juu ulipata nini? Makubwa yapi tena? Mbona nitisha? Umekuta nini ndugu yangu mpaka sasa hivi na bana kujikolosha? Kwa sababu ya kuanguka ndio kupata shida ndugu zako. Kulikoni? Bwana. Yaani ndugu yangu huwezi kuamini kilichonikuta leo. Kilichokukuta leo kimekukuta nini? Yule jamaa Kaboka nimekutana naye bwana Mwando akanikimbiza. Unajua akanikimbiza kweli hadi huko mabondeni huko kwenye bwana wewe. Alafu ana bonge la shoka. Umeelewa? Yaani ile shoka manake yule anakutafuta wewe na mimi. Katupania sasa mimi nafikiriange nikamata yule sijui ingekuaje bwana Mwando. Mwanake jasho linamtoka katapakaa damu. Ana shoka ile kanikimbiza vibaya mno ndugu yangu. Hebu subiri kwanza. Sasa sikiliza. Kwa hiyo shoka ndo naliogopa. Wewe Mwando usiseme hivyo bwana. Usiseme hivyo bwana Mwando. Hujakutana naye. Katapakaa damu jasho linamtoka hadi mabondeni huko. Acha ufala. Wewe utamogopaje mwanamume? Yule si mwanamume mwenzetu yule. Yule si mwanamume kama sisi. Sasa tutamogopaje mtu kama yule? Sikiliza Mwando unabisha tu Mwando hujamuona ujue. Mwando hujamuona. Yaani sio yule, yaani kachange. Yaani ukikutana naye sijui itakuwaje. Mimi nilipomtoka toka Mwando yani siamini. Wewe sikilize wewe, acha uboya. Wewe utamogopaje mtu kama yule? Mimi yani sikiliza, sasa sisi tupo wawili au sio? Yule mtu akukimbiza na shoka kakukosa kuna kuja unasema na mimi nitafuta au sio? Sasa tutafute yeye. Umeona Tuungane hapa tumtafute yeye. Kama vipi? Tukamuulia hata yule dada yake kama vipi? Hapo ndo umeongea. Sasa vile tulivyomchokonoa vile mara ya kwanza tumemfanyia vile. Bado hajalizika afa anatufuata tena sasa cha kuvuta tunaenda kumnyonga yule dada yake tunapita hiyo. Wote kwa mbele mimi nitakuwa nyuma, wote tangulia. Sikiliza. Muona, hili swala tunashiriki lakini yani kilo kile. Hebu acha ujinga bwana. Wote wamogopaje yani mtu kama wewe? Yani unamogopa mtu kama yule? Sikiliza kwanza nikwambie kitu. Hapa hili swala tushirikiane. Hiyo habari huyo. Si hivyo. Wewe usiniponze. Hata sikiliza. Tuache na yote bwana Kazembe. Yaani ipo hivi. Tunaongozana wote mimi na wewe hadi kwa dada yake. So hii habari tunategeana tu kusema nitangulia mbele afu baki nyuma. Yule bwana akija kwa mfano Mwando lakini ungemuona ndugu yangu. Tunaongea na unachukulia masiala. Mimi ndo kimenikuta. Bwana wewe. Kama ile picha ile komando kipenzi. Yaani huyu jamaa. Una huruma sana rafiki yangu. Na mimi niko kuna mjanja. Kumbe una uoga kijinga. Yaani wewe mwanaume mwenzio ndo unamogopa. Acha ufala huo. Nasema kidogo mbavu.
Huo ufala. So Yaani huo ufala. Wote mwa mtu eti na shoka kabisa umemwona anakukimbiza na shoka. Yaani umeshindwa kujitetea hata kushika gongo. sema fresh tu kama vipi si? Yaani kama ndio nilivyokuambia, yaani hapa tunapanga issue tukaenda letu na kwa hili moja. No ulititi no salenda. Hivyo hivyo. Mwendo ni mwendo. Hamna yaani tukiangalia mbele tuangalie mbele, hamna kurudi nyuma. Rudi nyuma ujue ukienda kule kiniacha peke yangu nikitoka. Na nikikurudia rafiki yangu atuelewane. Poa, wenzetu. Tangulia. Mimi nalinda ulinzi. Popote kitezi. Popote tu. Huku kote tunatokea.
Vipi Kwido? Poa nzima kabisa. Na kuona uko kitaa. Eh, Haya, baadaye. kama kawaida. Ah? Sawa. Hivi Kwido, Eh, kakaako kuna kitu ambacho kinamsumbua? kakaangu nani? Kazembe? Una kaka mwingine zaidi ya Kazembe? Eh. Kazembe? Nyoyo huyo. Vipi? Kwa jinsi nilivyokutana naye leo, ni mtu ambaye hayuko sawa kwa kweli. Yaani kawa kama ni mtu ambaye amevurugwa. Vipi tena? Kwa kweli sijajua. Ndio maana nikasema kwamba nikutane na wewe, labda ni maana yake nilisema kwamba niende hivi nyumbani. Nikitoka nyumbani, nifanye mpango nikutafute. Maana yeye nimejaribu kuongea naye, kwa kweli hamna alichokiongea. Ni mtu ambaye kavurugwa kiasi kwamba ni ashikiki. Nikasema labda kuna kitu kinamkimbiza. Naangalia anakotokea hamna kitu kinachofanyaje? Kinachomkimbiza. Labda itakuwa ni matatizo ya kifamilia. Kila ninapomtuliza labda anielezee, sijapata nafasi hiyo. Ulimwona wapi? Unajua tena pita zangu. Vipi kwa wewe ulipogundua yani jinsi alivyo na hisi kama nini? Mimi naisaka vurugwa. Hayuko sawa. Sasa kana kuona nini tena? Mbona hatuna matatizo pale nyumbani? Wewe ni mtu mzima, kuna mambo mengi ambayo yanamsibu kichwani mwake, hawezi ukajua. Labda unajua jambo ambao kama zito linakusibu, unatakiwa umshirikishe mtu ili upate utatuzi. Lakini endapo mtu anakaa nalo kichwani kwa muda mrefu, linaweza likamletea madhara, ndo kama vile akafikia stage yani kama vile nilipomuona. Maana nikisema ala anaumwa, huenda labda malaria makali yamempanda kichwani, yani nikabaki tu ni nilisifahamu. Kwa jinsi ninavyomjua mimi baba zangu sijaona dalili zozote za kuumwa. Hata kutapika sijaona. Sasa sijajua kinamkumba kitu gani. Sio kila uma lazima utapike. Watu wanaumwa lakini hawatapiki. Ila mimi ninachokushauri, naomba ukae kwanza umchunguze kakaako. Kwa muda huu naomba umtafute kakaako, mchunguze kitu kile ambacho kinamtibu, na kama ni homa kali au labda ni malaria, na ukiona umuelewi kama ambapo mimi simuelewi, jaribu kumpeleka kwa kituo cha upate kujua ana tatizo gani ambalo linamtibu. Najua unafikiria, ila usisahau fanya hivyo basi. Sawa. Kwa mkono. Bwana naye hivi. Inaonekana kama umechoka yani, kama umevipi kulikoni ndugu yangu? Acha. Wacha nini? Mwando, usinichekeshe. Kuna nini umekutana nini bwana? Mwando. Mbona kama una pressure hivi? Kweli mwanangu, nimeamini usimtukane mamba kabla mtu hajavuka. Kwa sababu gani unasema hivyo? Na pressure babu. Sasa wewe ufafanui. Wewe unasema usimtukane mamba hujavuka mto, sasa uelezea Yule bwana. Nani? Bwana Kazembe. Nimepita mwanangu, nimepita nje ya hapa nyuma. Pale akademi. Ndio. Nyosha kufika hapo kati hapo njia panda pale. Nikakutana na yule bwana. Kifua kwanza na bonge la shoka. Na yule Kaboka. Mimi si nilikwambia Mwando, wewe ulikuwa unachukulia masiala. Kumbe umejionea?
Mwanangu, tusipokaza ili swala, tusipokaa tukalipanga mimi na wewe, Ndio. ndio jamaa tatuua. Sasa atakuua, unaona, kwa sababu mimi siku nyingi, unaona, yani wewe sasa, mimi yule asira zake kwangu zimeshaisha. Wewe umenielewa bwana Mwando, lakini inabidi tushirikiane ile swala tulifanyia maarifa. Sasa fanyaje? Na ndugu yake ndio vile tumeshamnini kule, tumeshamuua. Bwana Mwando. Hapa tusipokuwa na akili ya kujipanga kwamba yule bwana tumuingie kwa njia gani ili tumuwai yeye. Abi tumuwai yeye kabla sisi. Muwai yeye. Sasa unamwai vipi yule? Sikiliza Kazembe, wewe mwanaume. Wewe mwanaume. Wewe mwanzo ulisema hivyo bwana, wewe mwanaume, yule mwanaume mwenzio. Ndio yale bwana, tusiponzane bwana. Mwando tusiponzane. Ulizungumza vizuri sana, niambia tena umekimbia. Unajua mimi nishangaza. Uliposema bwana hivi na hivi. Yaani hapo bwana, ndugu yangu Mwando, inabidi tutafute njia mbadala. Yaani sijui tutafanyaje au tutengeneze urafiki naye. Sikiliza. Unajua tushafanyia makosa yule bwana. Tushamnyanga dada yake, au si? Kwa yule bwana yani baina urafiki sisi na yule ni yani vitu vili tofauti. Au ukijua cha kwanza yule kashakuwa adui yetu. Sasa tutafanyaje wewe? Isipokuwa wewe sasa unakuwa na unauza yani una kitu unakuwa nalo kama ya kike fulani. Kile ninapo yani unasema tu sijui nini. Sikiliza wewe mwanaume. Wewe unaleta hadithi nani? Kuna hadithi moja anasema nani atamvisha paka kengele. Kuna kitabu cha darasa 4 nilisoma, nani atamvisha paka. Kila mmoja anaogopa. Sasa utamwanzaje yule Mwando? Ndio mimi nashindwa kuelewa Kazembe. Sikiliza, tulivyoenda kumfuata yule nani dada yake yule kwenda kumnyonga kule hapo ndio kosa tulilokosea ndugu yangu. Sasa kwa nini unashindwa kufungua ubongo wako? Kwa nini kule tumeweza kumfanyia yule dada yake vile afu tumshinde wale sio watu wawili yeye peke yake? Nashindwa kummaliza yule. Mtu angalie, tujaribu, unaona. Sasa tujaribu. Hapa inabidi iwe hivyo. Yaani pasipo baina ya hivyo. Hapa wote kweli sasa umekaza, sijakuona ya kustuka. Poa Mwando, Yesu atalifanyia kazi. Sasa wewe itabidi sasa mimi ndo nakuelekeza. Yaani wewe ndo inabidi ukimuona sasa au tukikutana naye, wewe nenda pale mvamie. Umeela, mimi nipo huku nakaa na kusikilizia. Sikiliza Kazembe, tushafanya yote makosa. Wewe kama ukileta hadithi zako za ujanja na uoga wako, au sio? Sasa Mwando, mimi mwenyewe kuishi napenda, au sio? Sikiliza sasa. Ngoja kwanza. Mimi kuishi napenda. Utamsogelea vipi? Kwani tulivyoenda kumfanyia kosa kule ulitegemea nini kitatokea nini? Mimi kwa jinsi alivyonifanya yule, kwa nilivyojionea mimi kukaa karibu na yule. Kwanza sio sana karibu. Ndugu yangu, labda nikwambie mkakati wetu kwanza, mimi nataka tukae hapa tupate jibu hili moja la muafaka. Muajibu. Wewe na wewe kwa nini yaani usikiliza kwanza? Yule unamuita muuaji. Wewe nani? Sio muuaji. Ndio hivyo, lakini sasa unafikiri sisi tutafanyaje? Mwana mimi hapo tu, unaona. Kwani sisi na yule alimkorofisha mwenzie nani? Basi tujaribu. Mimi nakuuliza swali. Yaani kati yangu mimi na wewe na yule pale yule bwana. Nani alimkorofisha? Sisi ndio tumemchokoza yule. Umeelewa? Sisi ndio tumemkorofisha yule. Sasa maji. Kwa maana naye anafanya hivi. Sema sasa nini? Sisi tupambane. Maji ukishavulia, yani ukishachota maji lazima yavulie nguo yaoge. Ukishaona maji lazima yavulie nguo. Hivyo hivyo. Sasa kama pale tumeenda tumelikoroga sisi wenyewe, lazima uji tu huyu. Isipokuwa mimi nakupa mawili. Kama mkakati wetu uko vile vile pamoja, utaendelea vile vile pamoja, lakini kwa kujilinda mimi mwenyewe. Au si? Naona sisi tutembea na mapanga. Sasa na mapanga na hapa plani hizi mbili. Nikupe plani moja. Plani ya kwanza tumchunguze njia zake zote anazopita. Plani ya pili umchunguze. Yaani sasa tumchunguze. Mbona unayayusha babu? Tumchunguze. Plani ya kwanza tu yani njia zake pilika zake zote tuzichunguze. Alafu anapolala. Anapolala? Bwana Mwando. Hivi Mwando upo serious kabisa. Anapolala sasa utafika. Bwana Mwando wewe. Poa, twende anapolala. Unajua kazi hivyo unayayusha sana rafiki yangu. Ile jambo unaona lichukulia kwako masiara. Mimi naona lichekesha. Yaani wewe bwana unamchukulia rahisi sana Mwando. Sio mtu wa kawaida ujue yule. Sio mtu wa kawaida hata kidogo. Yule hivi amkaribiani hivi Mwando. Mimi mwenyewe namuona kwa mbali tu yule. Yaani tuishana kuonana kwa mbali tu. Utamkaribia yule umchunguza hadi anapolala. Mwando, mbona unataka makubwa wewe ndugu yangu? Basi kama isingekuwa hivyo tusingeenda kumkorofisha. Kama unaona imekuwa hivyo, yaani kama unalijua hilo kwamba yule bwana ni mkali. Ndio tumeshafanya hivyo, ndio imeshakuwa. Tusingeenda kumkorofisha. Tuendelee, tutamchunguza anapolala, anapokula, na anapofanya nini? Mambo haya mawili. Anapooga. Mambo mawili. Yaani yule tukimfuata kwake, yaani tukishamwona kaingia ndani pop.
Haina yaani tusivunje mlango. Wala tunamvizia muda wa kutoka lela. Wewe tunamtegea mpaka hata kama iko alfajiri. Yaani tumvizie kama atatoka tu muda hawezi kulala ndani, lazima atoke kwenda kujisaidia nje. Pale mnaona kaka kizingiti hichi lakini sijui kwamba tu ndani na kinyi. Huku unaona lungu na mimi na lungu. Namvizia ule muda kutoka tu lazima atoke kutoka nje kwenda kukojoa. Pale anapotoka hawezi kujua kwamba sisi tumekaa nje. Kwanza yeye kwa sasa hivi sisi tunamuogopa, tunamkimbia yeye. Hii ndio plani yetu. Tunamuogopa. Unaona sio atajua hivyo. Yaani ndo kashajua. Sasa hapo kusema kukaa karibu na mlango, ndugu yangu, tutafute njia nyingine. Bwana Mwando, umetutafuta tu njia nyingine ya kumnasa yule bwana. Hakuna kinachoshindikanika, mimi na imani. Kama tukijitoa Kazemba mzingua afya. Sasa sikiliza, kila mtu ajitetea anapojua. Njoo kwanza kwa sababu una mwili mkubwa nini? Wewe Mwando wewe. Sasa mimi nitajitetea vipi bwana Mwando? Tuteteane. Unaona? Tusaidiane kuteteana. Nijitetee ninapojua kwa yule. Sijasina ujinga huo. Sijafikia vyovyote vile bwana. Yaani wewe chochote kinachokitaka mimi nampa. Au vipi vipi? Sasa kwa swali bwana, mimi nataka nikuulize. Katika vita zangu hapa nimekutana na wewe. Akaniuliza, kwani kaka yako amepatwa na nini? Mbona nimemwona yuko lafu, yani unakimbizana barabarani, unakimbizana, si unakimbia peke yako, hata sielewi shida nini kwa? Kuelecho ndo kwa kuambia maneno hayo. Sawa. Mimi sina shida. Mbona mimi nipo kawaida tu, Mimi nipo kawaida tu, sina shida yote. Kama yeka kuambia leo bado akakwambia hivyo yeye. Sasa una shida, kwa hiyo uko njiani ulikuwa unakimbizana na nani? Wewe kuido. Acha tu mdogo wangu. Yaani mambo mengine haya. Yaani wewe acha kama alivyo. Umeelewa? Wewe acha tu kama alivyo. Usitaki kujua kila kitu. Jinsi alivyonielezea inaonekana kabisa kuna shida. Kabisa. Naomba unieleze. Akasemaje? Kakuona njiani unakimbia, unapiga makelele. Si nilikuwa nafanya mazoezi. Mazoezi gani hapo? Nilikuwa nafanya mazoezi. Sasa elecho, kwani wewe kudo mbona unang'ang'ania? Mimi shida sio mazoezi, unapiga makelele. Kuna watu wagonjwa huko majumbani kwa watu, unapigaje makelele kama hivyo? Mazoezi gani hayo? Sasa wewe umekuja kuniambia au umekuja kunisema? Maana yake sikuelewi, kuna kumwambia mtu na kumsema. Yaani mimi naona kama wewe unaniambia unanisema. Wewe kudo kunisema mimi? Huyo lecho kama kaniona mnafiki tu, mimi niko kwenye mazoezi yangu madogo. Unanijuaga kaka hapo. Leo sitaki kujua kila kitu kuido, Unataka kugundua nini? Mimi nipo kawaida tu, hamna lolote ile. Au unaonaje? Hamna. Jinsi nilivyoelekezwa kabisa una matatizo. Nieleze. Alipokuelekeza lecho mimi na matatizo maana. Una matatizo. Mimi sina matatizo. Kwani kuido mbona uelewi? Mimi sina matatizo, Mbona upo hivi? Kwa hiyo mbona pandisha sauti sasa bwana? Anakuona wewe, yaani nakuona nifukunywa. Umenielewa? Mimi nakuelekeza. Wewe lecho nilikutana naye, mimi nilikuwa napiga mazoezi. Sasa sijui una matatizo, sijui wagonjwa, Wewe kudo vipi? Kwa hiyo mazoezi gani ya kushindwa kumueleza lecho mpaka inafikia hatua ananieleza mie kwamba kakukuta unapiga makelele. Kwani ulishindwa nini kumwambia kwamba mimi napiga mazoezi? Sasa nimwambie mimi lecho nani yangu, Mke wangu mimi lecho hadi nimwambie sijui hapa hivi na hivi. Inakuaje bwana? Wewe kuido. Kama una maneno ya kuongea bwana, nenda kufanya shughuli zako zingine. Sasa sikia brother. Wewe ninachokiona wewe unataka uwe binafsi. Mambo yako. Mambo yangu au sio? Kama vipi shega, baridi. Anakula ujitafutie, sio mambo yako maana yake sio natafuta tena mimi hela wanakula na wewe tafuta hela yako ana ule mwenyewe. Bado. Sasa mbona unataka kugundua kila kitu kuido? Nenda bwana huko, achana mimi bwana. Ila brother, kuwa serious basi. Matatizo. Wewe mbona umeng'ang'ania swala matatizo gani? Kuido. Hii mbona utakuelewa? Kwa hiyo umeshindwa kabisa kunieleza mdogo wako. Sasa mimi nikueleze nini? Mimi mzima sina matatizo yoyote, mimi nipo safi. Wewe lecho kama ninaona nakimbia tu, nilikuwa natafuta ile pumzi. Umeelewa? Sawa bana. Kitachokutokea chochote usinieleze, maana umeshindwa kunielekeza hapa. Kwa hiyo hata nikikwambia utafanya nini kuido, ndio nimekueleza wewe utafanya. Wewe mwenyewe ujiwezi. Umeelewa? Kwa hiyo mimi sina msaada wote kwako. Una msaada gani kulala tu wewe? Kuido kulala. Sasa ila naweza nikakusaidia, labda unaweza pale unakabwa, nikaenda kuita polisi au vijana wote aje kukusaidia, wanekujua.
Kwa sina msaada tena. Usitaki kunivuruga kabisa kwedo, usikumbushe mbali. Unanikumbusha yani vitu ambavyo vimepita nini Achana mambo hayo bwana. Mtu anapokuelekeza muelewe. Nenda kafanya shughuli zako bwana. Unataka kugundua nini? Unataka kujua nini? Poa. Wote tusaidiane. Wewe una nini cha kunisaidia? Matatizo sikwambia binadamu. Kamwani. Vipi? Poa, mambo vipi? Fresh kwema? Kwema. Nakuona uko busy. Unajua tena harakati shina nini kile kukicha kila mtu na pilika zake. Sawa. Sasa Mwando, mimi kuna kitu nataka nikuulize. Kitu gani? Hivi siku mbili umekutana na Kazembe basi kuingana hizo siku mbili? Nani Kazembe? Akazembe mimi nilikutana naye juzi. Vipi kwa? Jana umekutana naye? Hapana, jana sijakutana naye. Vipi? Kwa jinsi nilivyokutana mimi jana katika mihangaiko yangu, nilikutana naye. Lakini mimi nimekutana naye alikuwa speed sana. Kila ninapojaribu kumshika labda anielezeni kinachomsibu, kanikimbia, anatumia kupaniki, anatumia nini. Nimekutana pia na mdogo wake naye. Nimejaribu kumuelezea au kumuuliza na yeye labda kuna mambo ya kifamilia. Kiufupi sijapata jibu la kwa kabisa. Najua ni wewe Kazembe ni rafiki yako. Ina maana kinachomsibu lazima utakuwa unakijua tu. Hivi unajua ni nini Kazembe ambacho kinamsumbua? Sasa sister, wewe ukiniuliza mambo ya Kazembe sijui nini, sijui vitu vinamtibua, sijui yani mambo yake sijui. Sasa mimi Kazembe mambo yake mimi nanusu vipi? Kazembe ana familia yake. Kazembe ana ndugu zake. Umeona? Kwa hiyo mambo unakuja kuniambia mimi, naona kama unanitibua tu, unanichanganya yani kwenye akili yangu. Unajua kwanza yani kifikra mimi sipo kabisa. Hauna hivyo tu unaniuliza wewe na mimi yani kuna kupande wangu mimi yani una vitu tofauti kabisa, sijui hata unaongea nini. Mimi najua marafiki hawafichani vitu, hasa vikiwa ni vitu vya matatizo. Maana bora hata starehe unaweza ukaificha, lakini tatizo mtu kalificha. Wewe kuna jambo ambalo unajua la Kazembe. Sikiliza sister, nikwambie kitu. Masuala ya Kazembe sijui mambo yake, mambo gani mimi najua Kazembe. Mimi na Kazembe mimi na marafiki tu tunakutana kwenye kazi zetu basi. Lakini masuala yako kuniambia sijui Kazembe sijui kuna kitu nakijua kipi kinachojua mambo Kazembe. Ila ficha uchi adhai. Usiniujue sinaribia siku. Usinipotezee siku, kujua ushavurugwa na wewe unakuja kunichanganya nitakutia mibao. Sambo la panic kwa sababu achana na mimi bwana, unanizingua bwana. Nitakuzibua usinipotezee siku. Yaani sasa unipiga kwa sababu hilo. Wewe. Nimeshakwambia achana na mimi. Mambo ya Kazembe, mambo ya nani? Anajua mwenyewe Kazembe. Mfuate kunenda mfuate kwao au kunenda kwenye familia yako kaulize. Bwana Kazembe kinachomsibu nini wataenda kukwambia. Lakini habari za kunifuata mimi sijui kuniambia Kazembe, sijui moja mbili yani iwe mwanzo na mwisho nitakuja kukuzibua. Usipaniki kaka. Hivyo unasikia ninachokwambia. Unasikia ninachokwambia? Kaka. Kome. Unapotezea siku. Shauri yenu, utajijua wenyewe. Vipi? Safi, niambie. Poa kwema? Kwema. Nakuona leo mdogo leo. Si unajua napiga raundi tena. Poa bwana. Wapi tena? Naenda hapo mbele mara moja kwa fundi, kuna ngwangu nimetoka kwa fundi hapo naifuata. Kwa fundi Clara kule. Sawa, mimi nafika mbele hivi mara moja. Ila sasa Kazembe. Samahani kidogo mimi na maongezi na wewe. Haina shida. Sio samahani. Bila samahani usijali. Hata sijeka kama nini fulani hivi. Hamna. Poa huo. Sawa. Hivi Kazembe. Unajua mimi sijakuzoea hivyo. Yaani tangu sijakuzoea hivyo kabisa. Unizoea hivyo? Mbona sikuelewi? Yaani kunizoea hivyo kivipi? Hata mimi sijakuzoea hivyo. Yaani hatujazoeana hivyo. Maana yake tunaonana tu hivi. Huwezi kunizoea hivyo. Leo nizoea hivyo mke wangu tu nyumbani. Hapana, sio mambo na maana hiyo. Yaani kwamba jinsi tunavyoishi hapa kitaa hapa. Ndio. Na jinsi tulivyokutana ile majuzi.
juzi. Yaani sijategemea. Na sijajua ni nini ambacho kinakusibu. Basi ndio hivyo tu ya dunia tu. Si unajua. Sawa kaka, lakini kama kuna jambo la kutatiza ni bora uongee au unidokezee kidogo ili mradi nijue jinsi gani kusaidia. Hivi Lecho, ano umekaa kabisa umefikiria kwani umefikiria kitu gani hadi mimi uniulize vitu visivyokuwa na msingi kama hivi? Kitu gani kimekufanya hadi uniulize hivyo mimi? Lecho. Mbona unataka kujua siri za watu wewe? Wewe fanya shughuli zako mama, unataka sasa mimi bwana tuheshimiane bwana Lecho. Sija kukuvunja heshima. Hamna kaka Zembe, sio kwamba mimi nina maana mbaya au labda kutaka kujua undani wako. Sio hivyo. Ila tu kwa jinsi nilivyokuona pale tena ninapojaribu kutuliza, nikajua labda kuna taarifa ya msiba au kuna nini. Nakutana na mdogo wako namuuliza naye ananiambia kwamba hamna anachokielewa. Na hata hivyo muda sio mrefu ndio kukutana na rafiki yako Mwando. Naye pia namuuliza, Mwando ana panic, anafikia stage mpaka anataka kunipiga. Kwa nini mmekutwa na nyinyi nyie? Lecho. Usitaki kujua kila kitu vya kicha mtu. Umenielewa sijui? Wewe fanya shughuli zako. Mbona unafukunywa sana unataka kujua undani wa watu? Tuheshimiane mama. Tuheshimiane kabisa na kuomba. Tena unikome. Unikome mama nakwambia. Iwe mwanzo na mwisho kuniuliza vitu visivyokuwa na msingi. Wewe unataka kugundua nini kuhusu mimi? Au unataka kugundua nini kuhusu Mwando? Unakutana na mdogo wangu unamwambia maneno ya sokwa Lecho. Wewe unanitaka nini? Au unanitaka? Labda unanitaka. Mbona unifukunywa sana? Hapana kakaangu, mimi siwezi kukutaka wewe, mimi naishi na wewe kama ni kaka tu. Wa mtaani kama nakula kama kakaangu tu. Umeona? Ila mimi nataka kujua tu tatizo ni nini. Na endapo unavyoficha leo, kuna siku utakukuta kubwa zaidi na ndio tutakupotezea. Sio kama nakufio na kuchimbua ili kutaka kujua undani wako. Labda kuna kitu kinakusumbua, hauna mtu ambaye kukaa naye chini kumpa akupe nini? Ushauri. Mimi kama mdogo wako nilikuwa nataka nikupe tu nini? Ushauri. Lakini kama unaona haina umuhimu, sawa. Lakini kuna mazito ambayo atakao ukuta utashindwa utakosa mtu akufanyaje? Kukuomba ushauri. Kwa hiyo kama unahisi nimekukosea, samahani. Unaongea sana. Kama umemeza flash. Si ndio? Fanya shughuli zako mama. Umeelewa? Kila mtu na mambo yake hapa mjini bwana. Wewe vipi? Wewe nikushauri utanishauri wewe? Wewe utanishauri nini mimi? Yaani kikweli matatizo yangu utanisaidia nini? Una kitu gani cha kunisaidia? Nitaangulia mguu utatenda. Nenda misemo ya zamani ya wazee hiyo. Ndio alikuwa anatongopea, sijui mtu akikuruka atakuwa mfupi zamani wazee. Mambo hayo hakuna hapa mjini. Kila mtu ana time zake. Mtu akikuruka ukienda upande wa pili au mrefu, sijui ukifanya nini, acha hizo zako hizo. Fanya shughuli zako, nenda kule. Malaya wewe. Sawa, mimi malaya ila ipo usiku utanikumbuka. Nakukumbuka kama kwa baba taifa. Sawa. Angalia bwana. Usoni kama mgongoni. Nitakusaidia, unisaidie nini? Unataka kunipa nini? Leo hatima yangu imetimia. Kila mfanya naye ufanyiwa, na kila mtenda naye utendewa. Sasa leo nakufanya hatima yangu imetimia. Kila mfanya naye ufanya, na kila mtenda naye utendewa. Nisamehe kaka, siwezi kukusamehe.